Katika kipindi ambapo bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linakwenda kutamatishwa, Watanzania watakuwa wana shauku ya kutaka kusikia kutoka kwako Dr. Leni Kasoga, wewe kwa sababu ni mbobezi wa masuala ya uchumi hapa nchini Tanzania, juu ya vikao vya bunge, kwamba ni bunge la namna gani ambavyo umeweza kulipa tathmini katika kipindi cha miaka takriban 5 na sasa likiwa linaelekea kutamatisha shughuli zake. Jambo kubwa ni kwamba demokrasia ipo, watu wanaongea. Nadhani ni maendeleo kwamba wanajitahidi kila anayekuwa na wazo lake, kanuni zinafuatwa, na mimi nadhani ni jambo jema kudumisha demokrasia. Wapo wanaosema kwamba labda ikiwa tu ni chama kimoja, manake bunge limekuwa zaidi kama la chama kimoja. Manake vyama vingine vile ni kama ushiriki wao umekuwa ni mdogo, lakini bado kwa namna fulani uwepo demokrasia, watu wanaongea, wanakilisha mawazo wanayopata huko na kwa wao ndio wawakilishi na kadhalika. Kwa hiyo matumaini yangu ni kwamba kikubwa huwa ni amani na utulivu. Lakini labda niseme tu jambo moja, wanapokuwa wanafikia mwisho wa hii miaka, kuna mambo fulani ambayo inabidi tuyakumbuke. Moja wapo ikiwa ni kwamba kulikuwa na hili swala la bandari na ile IGA, Intergovernmental Agreement, na kwamba kulikuwa na mambo pale ambayo mpaka sasa hivi wanamaliza ni kama yalifunikwa na wengine tumebakia bado hatuna uhakika kwamba ule mkataba umefikia wapi. Kuna utekelezaji unaoendelea na wengine wanashirikishwa, wananufaika, lakini kuna masuala pale ambapo nikana kwamba wanamaliza, lakini watu walioko huku nje bado wana wasiwasi kwamba je, hili bunge wanaweza wakajadili mambo ambayo ni ya msingi na ukatokea ukweli, kwa sababu bado mambo yalifunikwa na yakabakia yamefunikwa, na linaishiwa, linamalizika, litafungwa, mambo hayo yakiwa bado hayajaeleweka. Lakini kwa upande wa miradi vile vile mambo mengi yameendelea, lakini kuna utamaduni ambao sasa hivi umezuka, ambao kwa upande mmoja ni utamaduni ambao unaweza ukafunika au ukazorotesha hiyo demokrasia, kwa maana kwamba kila jimbo linamshukuru rais. Sasa hela zinazokwenda kule ni za rais au ni hela za bajeti ya serikali ya wananchi walipa kodi wa Jamhuri ya Muungano? Kwa hiyo kuna mambo ambayo nadhani hata bunge lingine litakalofuata, kama kutakuwa labda na maana, mpaka sasa hivi upinzani unaendelea kujizorotesha kwa sababu wao Chadema wamesema wao hawatashiriki kwa namna fulani. Kwa hali halisi sasa hivi watu wengi wanapoangalia hawaangalii kwa macho sahihi kwamba kuna ubeberu duniani sasa hivi, kwamba wale mabeberu wanachotaka ni rasilimali, hawajali watu. Kwa hiyo ukiangalia historia ya utumwa, ukaja kwenye historia ya ukoloni, na sasa hivi ukaona labda vile tuna wasiwasi na ukoloni mambo leo, lakini umuhimu wa kuwepo amani na watu wakafundishwa ukweli na ikawepo demokrasia ya uhakika. Hilo ndio jambo la msingi, kwamba kweli demokrasia imekuwepo kule bungeni, lakini sio ile ambayo inadhihirisha ukweli wa mambo, hasa inapokuja kwenye mambo nimeelezea tu hilo kubwa, hilo likiwa hilo la bandari. Maana mpaka sasa hivi hatujajua kwamba wao wana haki kama wabunge kuhoji na wakapewa yale makaratasi na wakawaelezea wananchi kinaga. Lakini sasa ikiwa tu ni kana kwamba baadhi yao ambao wanachomoka mle wanasema sisi tunamtetea rais au tunatetea hiki na kile, hapana. Wao wanatakiwa wawe kwa ajili ya wananchi, kwamba huduma yao ni kwa ajili ya wananchi wanaowatuma kule. Kwa hiyo kwa upande huo nadhani kuna mafanikio, lakini vile kuna mambo mengi ambayo bado yanahitaji yafanyiwe kazi. Daktari, unaonyesha wasiwasi wako juu ya swala zima la demokrasia kuzorota.
na linakutia hofu. Kwa nini unaona kwamba demokrasia inazorota katika utaratibu wa mtazamo wako? Naam, demokrasia inazorota pale ambapo watu wanakuwa na wasiwasi wa kusema ukweli. Maana ya demokrasia ni kuwepo ukweli, kwa sababu wananchi mambo mengi hawezi wakayajua, lakini wanapochagua wawakilishi wao kwenda bungeni, sio tu kwenda kule kwamba huko kijijini kwangu hamna maji, huko hujapata umeme, au umeme umefika, rais asante sana wewe ndio umeleta umeme. Hapana, kuna mikakati mingi kama hii ya RIA ni hela ambazo ni kama za mkopo, kama za msaada kutoka World Bank. Sasa si hela za mtu fulani ambaye amezitoa. Utaratibu mwingi wa haya maji au visima vya maji na kadhalika ni kodi za wananchi, ni hela zao, wanarudishiwa haki yao, ni kodi zao. Kwa sasa unapokuta mbunge ambao ungetegemea kwamba ameelimika akawa kana kwamba naye anazuga au amezugika, basi hiyo sio demokrasia, kwa sababu demokrasia inakuwepo kukiwepo na msingi wa mtu anasema ukweli, unaweza ukathibitishwa na usiweza kuyumba. Kwa hiyo nasema sasa hivi tunaelekea kuna neno la Kiingereza anachronistic. Huko zamani sana, huko walipokuwa watemi ambao walikuwa wanatawala kwa mila na desturi za makabila na kadhalika, kulikuwa na utaratibu. Kiongozi hawezi kusema kudanganya watu kabisa katika nasema traditional society. Lakini tunasema kwamba demokrasia ilikuwa inakuwa ya ukweli zaidi pale ambapo kila mtu anajua kwamba ukweli ni huu, kwa hiyo hakuna anayemzuga mwingine. Lakini sasa hivi kunakuwa na uzugaji mwingi, maana vyombo vilivyopo ambavyo viko kikatiba ndivyo vyombo ambavyo vinalinda sheria, ndivyo vyombo ambavyo vinailinda katiba yenyewe ambayo ni sheria mama, ndivyo vyombo ambavyo vinalinda haki za wananchi. Sasa inapogeuka kwamba kila mtu anasifu mtu mmoja tu, huyo mtu mmoja ndiye analeta kila kitu, hizo yeye anazitoa wapi? Kwa hiyo ndio nasema inapofikia hapo, mimi inanipa wasiwasi kwamba ni watu wanaanza kuzugana kwa makusudi au ni tatizo gani linaloendelea. Kwa sababu tukirudi kwa misingi ya waasisi wa nchi akiwemo baba wa taifa, alikuwa anaweza kueleza kinagaubaga kwamba kunaweza kuwepo demokrasia ndani ya chama kimoja, na ikiwa na maana kwamba unaweza ukachagua yule mtu unayemtaka humo na mwingine ambaye vile vile angetaka hiyo nafasi asiipate, kwa sababu mwingine labda ametoa hoja ambazo zinakubalika na zinazoweza zikasimamiwa. Lakini haikuwa na demokrasia kwamba sasa watu watazugwa tu, fulani asante sana tumefuu, fulani umetuletea hiki. Hapana, hiyo sio demokrasia. Hiyo inabidi ikemewe kiwaziwazi kabisa, kwamba watoto wanaokuwa sasa hivi huko tunakoelekea, tukiingia katika na misingi ya kuzugana, tutafika pabaya, kwa sababu wale wachache ndio wanaweza wakavurugana huko wakinyang'anyana hiki na kile, alafu huku wanarudi kwa wananchi. Ndio huko ndiko kuna kuzuba udini, tabia za namna ndio zinazua ukabila, tabia za namna zinazua matatizo mengi sana ambayo yanabomoa msingi wenyewe wa demokrasia na msingi wa kuwepo haki na ukweli. Lakini inaelezwa katika nadharia, pindi ambapo watu wanatoa pongezi, wanataka kutoa pongezi kwa lengo la kumpa hari mtu ambaye anatenda jambo ili asivunjike moyo na aweze kulifanya hilo jambo kwa uzuri zaidi. Unafikiri kwamba kuna shida katika mazingira hayo? Unapomsifia mtu, ndio sababu mimi ni mwalimu, nimekuwa nafundisha, nimefundisha hata baadhi ya wanafunzi wangu, nadhani wengine wamefikia ni mawaziri, wengine ni wakuu wa mikoa, wengine ni makatibu na kadhalika katika nafasi mbalimbali. Kitu ambacho nilikuwa ninasisitiza wakati wote ni kwamba sitaki nimdanganye mtu kwamba bwana wewe umepasi wakati amefeli.
Ni afadhali aje ofisini aseme, mwalimu, hili somo mimi silielewi, lakini ananipa hela alafu nampa A wakati hastahili kuwa na A. Chuo chochote au shule yoyote inayofikia lengo hiyo inavurugika, kwa sababu hapo hamna haki. Kwa sababu unampasisha huyu, ndio unakuta kunakuwa na rushwa za kila namna, rushwa ya ngono, rushwa ya hela, rushwa ya nini. Hizo tabia hizo sio nzuri, kwa sababu mtu kama amefanya vizuri utaweza ukamsifia, ndio tunasema huyu amepata A, na kweli akienda chuo chochote au sehemu yoyote hilo somo analimudu. Kadhalika kama mtu anafanya kazi yake vizuri, ni yeye anayefanya vizuri, na yeye anajiamini kwamba anaifanya kazi hiyo vizuri, sifa zitaonekana tu, sio lazima asifiwe. Umefanya vizuri, hata wakifanya, unajua watu wengi wanaofanya vizuri wapendi sana sifa. Maana ukisema unanikebea, unanikejeli au vipi, lakini kama ni kitu kizuri, kitu chenyewe, sifa yenyewe inaongea yenyewe. Mtu akikimbia amekuwa wa kwanza, wengine wote ametimwa mbio, amekuwa wako, inajulikana hiyo. Sasa akisema fulani amekuwa wako, lakini sio kila wakati wasema amekuwa wako iwe wimbo, hapana. Au mtu amefanya vizuri kwenye kitu fulani, itajulikana tu. Ndio sio nasema kwamba isifike mahala ambapo inakuwa ni desturi ambayo si desturi nzuri. Maanake ni desturi imejaa uzubaji, imejaa watu kujipendekeza na kujikomba, imejaa unafiki, imejaa. Maana ukweli ukishapotea, hiyo sema mimi nimemsifu, hata kama ni mwana, wewe ni mzuri sana, uzuri wangu hapo lako linaonekana ni nzuri, macho yako kweli yanavutia, mwili wako ulivyo. Sasa sawa, na kama ni kweli yeye mwenyewe anaisifiwa, atajua ni kweli. Lakini kama kia unamsifia huko anajiona yeye mwenyewe leo kuna mtu alikuwa ananizuga, sawa, amenifurahisha, lakini alikuwa ananizuga. Unapokuwepo ukweli, basi atajua kwamba hiki na hiki inabidi nimlete mtu mwingine naye ajifunze, na mimi mwenyewe nijifunze, kusudi nisiweze kuzugwa, kwa sababu ninafanyiwa tu na mtu mwingine, sifanyi mwenyewe. Sijui nimeeleweka. Unafikiri kwamba hali hiyo inasababishwa na mambo gani hasa? Hiyo ndio hali inayokuambia kwamba hiyo hali ikisha enea, kwa sababu mimi nimekuishaona watu wanapewa nafasi za kuwa vyuo. Mtu ni mkuu wa chuo, anakuwa kama ni mtawala wa nchi, anakuwa Mungu mtu. Lakini katika nchi zingine huwezi kukuta mkuu wa chuo akiwa kama Mungu mtu, awe na dereva anamwendesha, awe na watumishi wanakwenda kufanya kazi kwake, awe sijui na nini, awe anasafirisha magari kwenda kumpokea mpaka ampeleke kule kijijini kwake. Katika nchi inayoendelea kuna nchi ambazo waziri mkuu anaendesha gari yake mwenyewe, na anapotumia hizi hela za umma haendi kuchukua magari ya kifahari, kana kwamba hapa sisi hatuna ufalme. Maana demokrasi ni kwamba mtu yote anaweza akafika kwenye ile nafasi, lakini asifike pale akalewa madaraka, ikawa sasa ni kununua magari makubwa ya kujisifia mpaka wananchi wakiangalia wakati mtu nayemuongoza mwingine hata milo miwili inampa shida, mwingine hata mlo mmoja wa maana unampa shida, mwingine kwenye shule zetu kuna shule hata madawati hamna mpaka hivi leo, na kadhalika na dawa lakini kama tunaingia kwenye mtindo kwamba tutakuwa tunasisiana tu, bwana hapana. Sifa za namna hiyo ni kejeli, na tukizizoea ina maana tutakwama. Wananchi wanakwenda katika uchaguzi wa mwaka 2025. Sasa pengine ni mambo gani ambayo wanatakiwa waweze kuyamulika zaidi pindi ambapo watakuwa wanakwenda kuchagua viongozi, kwa uzoefu ambao umeuona kutoka katika bunge ambalo linakwenda kumaliza muda wake? Mimi ninavyoweza kutabiri tu, naweza nikatabiri kwamba uchaguzi wa mwaka huu, kama mtu anataka kugombea na kama hakujiandaa, hana pesa, hatapita. Kwa sababu misingi yote iliyokuwepo ya mwanzo ile ya kiujamaa, maana ilikuwa kwa mujibu wa katiba nchi iwe ya ujamaa. Sasa ujamaa na kujitegemea, maana yake ni kwamba rasilimali zilizopo nchini na rasilimali watu waliopo nchini waweze
kujiinua kimaisha, wakapata maisha bora, na wakawa wanaelewa kwamba hizi rasilimali ni za kwetu na zinatumika na sisi tunapata maisha bora. Lakini sasa nikana kwamba hicho kimeisha au ni jambo lilishapitwa na wakati. Sisemi kwamba uchaguzi uwe vipi au uwe vipi, ninachosema ni kwamba kama huna pesa usiingie, maana yake utapigwa chini tu. Kwa sasa hivi ni pesa. Huna pesa huwezi kuona popote na hutafika popote. Uchaguzi utakuwa ni wa pesa, wenye pesa watapita. Na ndio shauri tunasema kwamba vile vile uchaguzi unapokuwa ni wa pesa, demokrasia ya uchaguzi wa demokrasia ya pesa nao na matatizo yake. Ndio unaona kina Trump kule linatoka tu jamaa fulani nasema wewe mzee hela hii hapa, mkimpigia huyo mzee kura na wapa hii hela hii na jamaa lina hela. Sasa huo ni uchaguzi wa kibepari, uchaguzi wa hela, na sisi tunataka kuelekea huko. Wewe unavyoona tutafika, kwa sababu tutakuja kuwa na watu na kikundi cha watu ambacho ndicho kitakachotutoa hicho kikundi. Sio kwa sababu sijui wanahoja, kwa sababu wanaelewa. Hapana, kwa sababu wana pesa na wanaweza wakazuka. Sasa demokrasia namna hiyo sio demokrasia. Demokrasia namna hiyo katika nchi ambayo imetoka kwenye ukoloni na inataka kujikomboa haiwezi ikafika mbali. Daktari, mimi nashukuru sana kwa kuzungumza nasi siku ya hii leo. Asante, natumaini sijakusikitisha, kwa sababu watu wengi siku hizi hawataki huko.